Ni wewe? Na kama kuna kundi liko nyuma yako, tena kawape taarifa ya kwamba vita ndo kwanza inaenda kuanza, na utanijua Bedui ni nani. Unataka nikujue Bedui ni nani eh? Labda nikwambie kitu usichokielewa. Hii vita ya nyenyele wewe mende uiwezi. Sasa nakwambia hivi, nisikilize tena, nisikilize kwa makini. Wewe kwangu mtoto mdogo tu, hata hapa haujali. Usije ukawapa tabu ndugu zako. Na kuheshimu tena, na kuheshimu sana. Sitaki unifuatilie. Pumbavu wewe. Kwa kuongea anajua kuongea, lakini asiolijua ni sawa na usiku wa kiza. Ngoja muda ufike, alafu utaongea. Shilingi 20, shilingi shilingi 20. Hivi ukauki, unajua mimi sielewi kabisa mambo yanaendelea katika mji wetu. Kwa nini unasema hivyo Pembo? Hivi unajua kama demu wake ndio nikapotea? Hilo swala mimi nalifahamu. Nilikutana na dada yake juzi tu hapa, akanieleza kila kitu, na hata mazingira ambayo alipotelea hata hajui tena. Sasa anaambia sijui alikutana na mwanamke mmoja huko inavyosemekana, akamwambia kwamba eti akimtaka mdogo wake amtafute shilingi 20. Sasa wewe Pengo, shilingi 20 inakuwaje? Nasoma yangu ya kwanza kuisikia kwake. Hata kwa nani yule blue pale, yule nani wanamuita lasta pale Mbibo. Mbibo. Nikazungumzia hivyo hivyo. Sasa sielewi hii shilingi 20 na nini. Unavyoona hapa, nilikuwa na kaka hivi, nimemwacha hapo juu, sijui wapi anapitia, ila mimi kaniambia nitangulie nyumbani. Nataka nende nikalijue hili tatizo la shilingi 20 lina nini. Ulipozungumzia kuhusu kakako umenikumbusha kitu, sababu hata sisi wenyewe tulikuja ili hatukumkuta. Ni ana malengo kwamba tujue swala hili linaisha vipi. Ni hivyo kama nilivyokuambia, mimi kaka nilikuwa naye mimi, ndio alikuwa anakuja nyumbani hivyo, si muda si mrefu hapo na hisi atakuwa nyumbani. Na vipi kuhusiana na mlivyomkosa, mlichukua uamuzi gani? Uamuzi niliochukua mimi baada ya kuja kumkosa kaka yako bwana, nimwambia yule demu kwamba turudi bwana, kabadilishe nguo ili baadaye turudi tena. Basi sawa, kama mmesema mtarudi haina shida, mimi mtanikuta pale kama hamtochelewa. Sawa basi, poa, haina shida bwana kaka. Shilingi shilingi 20, watu wanapotea, watu wanahangaika kwa ile shilingi. Hii tena naye nikuta wewe na changamoto sana. Mpenzi wangu mwenyewe naye amepotea, ni mpaka sasa sijui, na kila nikikutana yule mama anaendelea anahitaji mzigo wangu. Sasa mimi niokota mzigo gani? Mbona sikumbuki kitu chochote kile? Wewe Doni, natoka naelekea kwa kaka mara moja. Toweka amani, 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 tusaidie. Amani, amani, tusaidie.
Ina maana bado hujafika tu nyumbani? Kuna rafiki yangu mmoja hapa ninakutana naye. Nani huyo? Yule Pengo yule. Twende nyumbani. Kaka, kuna nini tena? Subiri kwanza mdogo wangu. Na jambo liko sawa. Edui. Mwambie kila kilao. Ili ajue ni nani na anafanya nini. Sawa, nimekuelewa. Kaka, kwani kuna nini kilitokea? Binti. Najua unapata tabu sana kumtafuta mdogo wako. Mdogo wako yuko salama, kwa hiyo usipate tabu sana na usiumie sana kumtafuta mdogo wako. Ina maana unataka kuniambia unamjua mdogo wangu alipo au yupo kwako? Mdogo wako yupo sehemu salama sana. Kikubwa kinachotakiwa ukifanye, utafute $20. Wewe sio wa kwanza, kwani hiyo $20 nitaipata wapi nitafute ili mradi mdogo wangu arudi? $20 ipo karibu sana kwako. Shilingi shilingi 20 watu wanapotea. Kaka, mimi nimekuja hapa ili nijue umefikia wapi kuhusu swala la Doni. Maana toka haya matatizo yaanze, mimi kiukweli sina haraka, yaani sina hata furaha kidogo. Kwa hiyo nilitaka nifahamu wewe umefikia wapi. Kiukweli Kidoti, mimi mwenyewe sifahamu. Yaani nishoti nachanganyikiwa, sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Yaani ukiachana na matatizo ya Doni, mimi mwenyewe na matatizo yangu mengi na sijui na yasovu vipi. Sasa kaka, tunalimalizaje hili? Wewe uliniambia kuna mtu umekutana naye anasema anayajua matatizo yetu. Ndiyo. Haujakutana naye tena? Ndiyo. Kiukweli kaka, huyu mtu sijawahi kukutana naye tena tokea ile siku niliyokutana naye njiani. Na anapokaa yeye hata sipajui. Sasa hii ishakuwa changamoto. Inabidi tufanye juhudi haraka iwezekanavyo tumjue huyo mtu anapatikana wapi. Shilingi shilingi 20 watu wanapotea. Sasa mdogo wangu, nimekuta hapa, kuna jambo nataka nikwambie, jambo ambalo ulikuwa ulifahamu kwa miaka mingi sana. Kaka, unamaanisha nini? Au kuna jambo lingine ambalo silifahamu tofauti na hili ninakuhadithia mimi? Ni kweli mdogo wangu, kutokana na kile kitu ambacho umeniambia kuhusu yule mama unasema anakutokea wala umfahamu, kuna jambo lingine wewe ulijui. Leo nataka nikwambie. Sawa kaka, nakusikiliza. Kwanza kabisa, wazazi walipofariki waliniachia urithi wa jina lako ambalo utalitumia katika kazi hii ambayo nataka kwenda kukukabidhi. Kaka, kazi ambayo unakwenda kunikabidhi? Kwani kuna kazi ambayo unakwenda kunikabidhi mimi? Na kazi gani? Kazi ambayo nataka naenda kukukabidhi kuhusiana na vita. Na vita hii mdogo wangu
ni vita kubwa sana. Hivi yule kaka nitampata wapi? Maana hata kama sipajui. Kaka, unanitisha. Vita? Vita gani ambayo unazungumzia wewe? Mbona sielewi? Vita ambayo nakwenda kukukabidhi yana na shilingi 20. Shilingi 20 hiyo ilikuwa inaleta maafa makubwa sana hapo zamani. Wazazi wetu walifunga na kwa sasa imefunguliwa. Na kwa sasa hiyo vita na hiyo shilingi 20 hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kwenda kuifunga. Zaidi ni wewe. Na wewe pia utakwenda kuidhibiti, sio kwa jina la Ukauki. Una jina lako, unaitwa Chilawe. Chilawe kaka? Ndiyo mdogo wangu, hilo ndio jina lako, na hilo jina ndio litaenda kutumika kupambana katika hii vita na kukabili. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Na je, nitapambanaje aliyakuwa sina nguvu ya aina yoyote? Wewe nguvu unazo. Ili zifunguke nguvu zako, kwanza ulipokee hilo jina la Chilawe. Alafu jioni ya leo nikakufungulia nguvu zako. Sawa kaka, hapo nimekuelewa. Alafu shilingi 20, watu wanapotea, watu wanahangaika. Mwanangu Bedui, nimekuja hapa kwa ajili yako. Lengo na mazumuni kukwambia kwamba haraka iwezekanavyo umfungue Chilawe baada ya magharibi kupita. Nafikiri umenielewa mwanangu, na ujio wangu usije ukamwambia. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Nitafanya hivyo haraka sana. Tusaidie. Mizimu nifungilie mwana na maneno niwambie, na maneno niwambie. Chilawe ajaye nguvu zake atumie, Chilawe ajaye nguvu zake atumie. Oh, Chilawe ajaye nguvu zake atumie, oh, Chilawe ajaye nguvu zake atumie. Mizimu nifungilie mwana